Unaangalia Midraj TV, tabasamu lenye kudumu. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi ya dhal arshil majid ya fa'al ma yurid. As'aluka bismika al-azim al-a'zam alladhi idha du'ita bi ajabta wa idha sulta bihi a'tayta. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anami sayyidina wa habibina wa azimina Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'i ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami' al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighna biha salawat min jami' khairat fi hayati wa ba'da al mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuweza kukutana tena katika siku ya leo katika kugaiana maarifa mbalimbali na kujua tafsiri mbalimbali za ndoto ambazo tunazoziota, kwa sababu zipo ndoto zina maana na zipo ndoto ambazo zisizokuwa na maana. Sasa hapa tunaelimishana na kugaiana faida kwa zile ndoto ambazo zilizokuwa na maana kubwa, ambao watu wanatakiwa kuwa na tahadhari nayo, na kama ikiwa ni kheri basi wamuombe Mwenyezi Mungu awapatie kheri hiyo, na kama ikiwa ni shari Mwenyezi Mungu awaepushie na shari hiyo. Siku ya leo ndoto nitakayozungumzia ni tafsiri ya ndoto ya mtu ambaye atakayeota amepanda juu ya tembo. Yani amempanda tembo juu, amejiona kwenye ndoto amempanda tembo. Hii ni tafsiri yake. Tafsiri gani? Leo ndo utapata kujifunza tafsiri ya hiyo ndoto, na inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala atapata kukujalia kupata kuelimika kwa hiyo tafsiri. Lakini kabla sijaelekea katika kutoa tafsiri hiyo, ni kuombe wewe ndugu yangu ambaye ikiwa ndiyo siku yako ya kwanza umepata kufungua ukakutana na klipu hii katika mitandao ikiwemo YouTube na mitandao mingine, basi uweze kusubscribe. Bonyeza neno ambalo liloandikwa subscribe. Baada ya kubonyeza kuna kialama cha kengele, kibonyeze hicho, ili vipindi mbalimbali vitakavyokuwa vikiruka itakuwa ni sababu ya kukufanya wewe kupata kufaidika kwa maana mbalimbali na elimu ya vitu mbalimbali hapa hapa katika chaneli yako ya Midraj TV. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie kila aina kheri, akuepushie kila aina ya shari. Kwa siku ya leo upate kuelimika kwa tafsiri ya ndoto hii ambayo nataka kuweza kujieleza. Nimeeleza hapo awali kwamba ndoto ambayo nitakuja kuelezea siku ya leo ni mtu ambaye aliyepanda kuweza kumuota amepanda tembo juu yake. Ukimuona mnyama huyo ambaye ni tembo umempanda, nini ambacho unachotakiwa uweze kukifahamu? Leo ndo utapata kujua tafsiri ya hiyo ndoto, na inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia kila aina kheri na atakuepushia kila aina shari kwa hii ambayo tafsiri nitakaweza kukupatia. Kwa mtu ambaye aliyeweza kuota ndoto hiyo, huwa zina maana mbili kutokana na nyakati ambazo utakazoziota. Hii utakayoiota hii ndoto, ukiota usiku ina maana yake, lakini pia ndoto hii ukiota mchana inabadilika, maana inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo unachotakiwa kujua ni nyakati gani ambayo umepata kuiota hii ndoto umempanda tembo juu kwa ajili ya kuweza kutembea naye, au umemwona tu umempanda, baada hapo kashtuka. Sasa tafsiri yake ni maana yake kwamba inatokana na nyakati utakazokuwa umeziota. Ukiota ikiwa ni usiku, tuanze na tafsiri hiyo. Mtu ambaye aliyeota ndoto hii usiku amempanda tembo, yani kalala usingizini akamuona tembo kisha akampanda juu. Tafsiri ya hii ndoto, ukiota ndoto hii huwa inakuja katika tafsiri tatu ikiwa umeota usiku, ambazo hizo tafsiri tatu ni tafsiri gani? Tafsiri ya kwanza, utapata kufaidika kutokana na jamaa fulani. Yani maana yake ima una rafiki au una ndugu
au una mtu yoyote wa karibu aliyekushiba, unayefahamiana naye, mtu wa karibu, basi tambua kwamba wewe utapata kunufaika kwa yule mtu wa karibu kutokana na jambo fulani. Hilo jambo gani? Mwenyezi Mungu ndo anayejua. Mimi na wewe hatuwezi kujua jambo gani utapata kunufaika kwa kupitia huyo jamaa yako ambaye uliyekuwa naye. Sasa kama una rafiki, kama una ndugu, pata kutengeneza mawasiliano mazuri baina ya watu wako wa karibu, kwa sababu kama umeona hii ndoto, tafsiri yake ya kwanza, kama ikiwa ni usiku, utapata kufaidika kutokana na jamaa fulani juu ya jambo lolote, liwe ni katika biashara, iwe katika mahusiano, iwe katika jambo lolote lilokuwa la kheri, basi utanufaika sana kwa kupitia huyo jamaa ambaye uliyekuwa naye. Lakini maana ya pili, endapo utakapokuwa umeota usiku ndoto hii ya kumpanda tembo, tafsiri yake, maana ya pili, utafaidika kwa kutokana na mkataba fulani. Ikiwa ni mfanya biashara au ni mtu ambaye umeingia mkataba fulani na kampuni au taasisi yoyote, basi tambua katika kule kuingia kwako mkataba, ima na serikali au kampuni au taasisi yoyote, Mwenyezi Mungu atakujalia wepesi na kunufaika kwa kupitia ule mkataba wako uliopata kuweza kuingia. Hii ni maana ya pili. Maana ya tatu, kwa mtu aliyeota ndoto hii usiku, basi atambue kwamba Mwenyezi Mungu atamnufaisha huyu mtu kwa kupitia kazi yake. Ikiwa umeota umempanda tembo, Mwenyezi Mungu atakunufaisha kwa kupitia kazi yako. Hizi ni ndio maana tatu kwa mtu ambaye aliyekuwa ameweza kuota yupo juu ya tembo amempanda. Tafsiri ya kwanza nimeeleza, tafsiri ya pili nimeeleza, na hii tafsiri ya tatu nimeeleza. Na hii tafsiri huwa inatokea kwa mtu aliyeota ndoto hii usiku. Je, tuje kumalizia kwa mtu ambaye aliyeota ndoto mchana. Ikitokea umeota ndoto hii mchana, umepata kumpanda tembo, basi tambua katika wewe ambaye uliyeota, ikiwa ni mwanamke au ikiwa ni mwanaume, maana yake huwa inatofautiana na mtu aliyeota usiku ndoto hii, na ndiyo kawaida ya ndoto. Ndoto huwa sometime inaweza ikategemea daraja ya mtu. Kuna wakati ndoto inaweza ikaotwa na mcha Mungu ikabadilika maana. Kuna wakati ndoto inaweza ikaotwa na mtu asiyekuwa mcha Mungu ikabadilika maana. Hata kama ni ndugu mmezaliwa tumbo moja mkaota ndoto moja, kuna muda mwingine ndoto huwa inabadilika kutokana na asili ya mtu au na nyakati au na siku. Sasa mtu ambaye atakayekuwa ameota mchana ndoto hii atambue ya kuwa inabadilika maana ilingani na mtu aliyeota usiku. Yule aliyeota mchana tafsiri yake inakuwaje? Aliyeota mchana ndoto hii tafsiri yake huwa inakuja kwamba atapata kuachana na mwenza wake. Ikiwa ni mwanamke, basi ataachana na mume wake, na ikiwa ni mwanaume atapata kuachana na mkewe. Ikiwa ndoto hii utaiota mishale ya mchana, maana yake jua bado lipo. Ikiwa ni usiku inabadilika, inakuja katika tafsiri nilosema mwanzoni, ambazo tafsiri tatu. Na ikiwa ni mchana, tafsiri yake inabadilika, inakuja katika maana hii kwamba kama ni mwanaume ataachana na mke wake. Litatokea jambo lolote tu la kuwafanya wakagombana, na baada ya kugombana itakuwa ndiyo safari yao ya kimahusiano itaishia hapo. Kama ni mke ataachana na mumewe, kama ni mume ataachana na mke, ikiwa ndoto hii utaiota mchana. Kwa hiyo hizi ndiyo maana mbili ambazo zinategemea kutokana na nyakati utakazoziota ndoto hii. Ukiota usiku itakuja katika maana niloisema, na ukiota mchana itakuja katika maana niliyoisema. Kwa hiyo kama umeota usiku, muombe Mwenyezi Mungu akupe kheri katika ndoto hiyo. Ikiwa utaota mchana, muombe Mwenyezi Mungu akukinge, akulinde na hiyo shari ambayo utakayokuwa umeiota. Hizi ndio maana ya mtu ambaye aliyepanda tembo. Ukiota umempanda tembo, tegemea nyakati yako ni nyakati gani. Tafsiri yake ni hizi mbili. Ukiota usiku maana yake nimeeleza, na ukiota mchana maana yake nimeeleza. Na ili kujua dua gani unatakiwa usome wakati ukiwa umeota ndoto hizi usiku au mchana, basi kuna vipindi huko katika
akaunti yetu, ukipakua katika maeneo mbalimbali kwenye video ambazo zilizopita, utakuta kuna video nimeeleza ndoto mbaya ukiota soma dua gani, na ndoto nzuri ukiota sema maneno gani. Itakuwa ni sababu Mwenyezi Mungu atakulinda na shari na atakupa na kheri. Baada ya kusema hivyo, ni kuombe ndugu yangu, endelea kufuatilia vipindi vyetu na Mwenyezi Mungu akujalie kila aina kheri. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Midraj TV, tabasamu lenye kudumu.